Tunaingia katika sehemu yetu ya mwisho, story yetu Mr. Badman. Tunaanza pale tulipoishia. Nikamwambia kwa bahati nzuri nimemwacha Hassan na yeye mwenyewe pia. Sihitaji mazoea nao wote wawili. Nilikata simu. Mamdogo aliniambia nikate simu. Zikapita siku mbili nyingine na hapo Lucas akanipigia simu tena. Nilipokea maana nilikuwa peke yangu nyumbani. Leo Lucas alikuwa ni mpole sana. Akawa ananiambia kuwa nimwombee 50,000 kwa Mr. Badman kwa sababu hana hela kabisa. Mimi nikamwambia kuwa siwezi kumuomba pesa mwanaume ambaye tayari nimeshaachana naye. Siwezi kumuomba pesa. Kwa hiyo yeye apambane tu na hali yake. Lucas alinibembeleza sana lakini niligoma kabisa kufanya anavyotaka nifanye. Akaniambia, "Kwa hiyo ndio hunitaki kabisa?" "Ndio sikutaki." Nilimjibu kwa kujiamini sana. Alishangaa sana kwa sababu siku zote alikuwa anajua mimi nampenda sana yeye, kiasi kwamba sijiwezi kabisa kwake. Sasa alikuwa anashangaa huu ujasiri wa kumjibu namna ile nilikuwa nautoa wapi. Hakuwa anajua kama mimi nilisikia maongezi yake yeye na Elena siku ile, na alikuwa hajui kama mimi nilienda nyumbani kwake. Mr. Badman alitoa barua ya uchumba nyumbani kwetu na alivyojibiwa akatoa mahali chapu, na hapo ikapangwa tarehe ya ndoa. Bado Lucas alikuwa anaendelea kunisumbua sana kwenye simu, lakini mamdogo aliniambia nibadilishe line. Nilifanya hivyo, nilibadili line na hapo ndio nikaepuka usumbufu wa Lucas, kwani namba yangu ya simu alikuwa haijui kabisa. Siku moja nilienda ofisini kwa bosi Hassan na lengo langu lilikuwa ni kwenda kualika harusi yangu wafanyakazi wenzangu. Mr. Badman alikuwa tayari kashawaalika kuwa anahitaji kuoa, ila hakuambia kuwa anamuoa nani. Sasa mimi siku ambayo nimeenda kuwaalika shughuli walishangaa sana, maana tarehe aliyotaja Mr. Badman ndio tarehe hiyo hiyo niliyoitaja mimi. Wakauliza naolewa na nani, na mtu wa kwanza kuuliza hivyo alikuwa ni Lucas. Nikamwambia ni Mr. Badman. Wote walishangaa sana na Lucas akaanza kucheka kwa dharau sana, ila sikumjali wala nini. Helena akanivuta pembeni ili tuzungumze. Tulipofika pembeni tukiwa peke yetu, Helena akanambia, "Mona Lisa, eti wewe ulikuwa na mahusiano na Lucas?" "Ndio, nilikuwa na mahusiano naye." Nilimjibu Helena, na Helena akashtuka sana na kuniambia, "Kweli?" "Ndio Helena, kwani kuna nini?" Nikajifanya kuuliza kama sijui kitu. Akaguna Helena. Nikamuuliza, "Kwani kuna nini Helena?" "Besti, tumechanganywa mimi na wewe," alisema Helena. "Tumechanganywa? Kivipi?" Nilimuuliza. "Mimi nimetembea na Lucas. Tangu mlivyoanza kazi wewe na Lucas hapa, Lucas alianza kunitaka kimapenzi, lakini mimi nilikuwa namkataa kwa sababu namuona mlala hoi, hana pesa. Basi alinibembeleza sana niwe naye, lakini nilikataa, tena sikumficha. Nilimwambia kabisa siwezi kutoka na mwanaume asiyekuwa na hela. Ila baadaye Lucas akawa ana pesa na alikuwa ananipa pesa yoyote nitakayomuomba. Basi nikaamua kumkubali mwenzio. Tukawa tupo wote kwenye mahusiano. Ananihudumia vizuri hatari. Sasa ndio hapa juzi wewe uliposema umeacha kazi, ndio nikasikia kwa wale wanaume wengine wanasema kuwa wewe ulikuwa na mahusiano na Lucas. Nilishangaa sana. Nilitabasamu kidogo baada ya kusikia maelezo ya Helena. Alafu baada ya hapo nikaanza kumuelezea Helena kila kitu ilivyokuwa, mpaka mimi kutaka kuolewa na Mr. Badman. Helena alishangaa sana baada ya kumwambia kuwa pesa zote alizokuwa anapewa na Lucas zilikuwa zinatoka kwangu baada ya kupewa na Mr. Badman. Helena akasema, "Kumbe huyu mwanaume ni mshenzi?" "Mshenzi sio kidogo. Mimi aliniambia na mgodi huko kwao, kaachiwa na marehemu baba yake. Hana mgodi wala nini. Alikuwa anategemea pesa kutoka kwangu. Kwani sasa hivi anakupa hela?" "Hanipi. Nimemuomba 50,000 tangu wiki iliyopita mpaka leo hajanipa." Sasa mimi alinipigia simu na kuniambia niombe 50,000 kwa Mr. Badman. Kwa hiyo wewe ushaacha kazi, alafu uendelee kumwombea hela yeye?" "Ndio hivyo." Sasa mbaya zaidi nikamwambia kuwa nimeshaachana na Mr. Badman, lakini eti alikuwa anaendelea kuniomba nimuombe pesa hivyo hivyo japo tumeachana. Kumbe huyu mkaka akili hana alisema Helena. Mimi nikabaki tu kucheka. Helena akasema, ndio maana umebadilisha namba ya simu kwa ajili ya usumbufu wake?" "Ndio Helena, alikuwa ananisumbua sana." "Pole sana rafiki yangu, na nisamehe sana, nilikuwa sijui chochote kuhusu wewe na Lucas. Na kuanzia sasa hivi naachana naye, siwezi kuwa kwenye mahusiano na mwanaume kama yeye." "Haya Helena, mimi naenda."
Poa besti, kwenye harusi tutakuja. Karibuni sana. Nilienda kuwaaga na wengine wote na nikaondoka zangu. Siku zilisogea na zikawa zimebaki siku 2 tu ili niweze kuolewa. Yaani wageni walikuwa tayari washafika mpaka nyumbani. Sasa nilipigiwa simu na namba ngeni nikapokea. Lakini baada ya kupokea nikasikia sauti ya Lucas. Nikajua tu tayari kashapata namba yangu kutoka kwa wale wafanyakazi wenzangu niliowagia. Kwa sababu nilivyoenda siku ile niliwapa namba yangu mpya. Watu wote kasoro yeye Lucas tu. Kwa hiyo nikajua atakuwa kaichukua kwa mmoja wapo. Nikapokea. Halo, habari yako Monarisa? Salama tu, nikajibu nikiwa serious. Najua zimebaki siku 2 ili uweze kuolewa na Mr. Badman, Mr. Sulambaya. Ila nahitaji unifanyie jambo moja tu kabla siku yako ya ndoa haijafika. Aliongea Lucas kwa msisitizo sana, kwa sauti isiyokuwa na mzaha hata kidogo. Nikufanyie jambo gani? Nikauliza. Najua sasa hivi una hela, Mr. Badman anakutunza vizuri sana. Sasa basi, nahitaji milioni 5 ili nisiweze kumwambia Mr. Badman kuwa wewe ulikuwa na mahusiano na mimi. Kwanza nilishangaa sana baada ya kusikia vile, alafu nilicheka jamani. Nilicheka mpaka basi, yani mpaka mwenyewe akaanza kujishtukia, maana alijua mimi nitaogopa, lakini ndio kwanza nikamcheka kisawa sawa. Akasema kwa hasira, unacheka nini? Nipe hiyo milioni 5 kabla sijamwambia kuwa ulikuwa na mahusiano na mimi. Na naamini nikimwambia hivyo tu lazima atagaili kukuoa, kwa sababu hawezi kuoa mwanamke ambaye alikuwa ni ex girlfriend wa mfanyakazi wake. Sikia nikwambie, yani hata ungesema nikupe 10,000 nisingekupa, hata 500 sikupi. Aha, kumbe unaleta jeuri eh? Sasa namwambia. Mwambie? Nilisema kwa kujiamini huku nacheka sana. Lucas akakata simu, maana aliona hakuna la maana hapa. Yeye alipanga kunitisha, lakini mimi mwenyewe sitishiki kwa chochote kile. Siku ya harusi yangu ilifika na nikaolewa na Mr. Badman. Walionicheka wakacheka kwa mimi binti mzuri kuolewa na mwanaume mwenye sura mbaya namna ile, lakini sikujali chochote. Nilichokuwa naangalia Mr. Badman wangu ananipenda sana mimi. Miaka 2 ikapita miaka 2 tukawa tuna mtoto wetu mmoja wa kiume, mimi na Mr. Badman wangu, na maisha yangu yalibadilika sana. Yaani nilikuwa mke wa boss, nilikuwa naishi maisha ya kitajiri sana. Mume wangu alikuwa akipata likizo, tunaenda nchi mbalimbali za bara la Asia kufurahia maisha huko. Siku moja nilienda ofisini kwa Mr. Badman, nilikuwa naendesha mwenyewe gari yangu. Nimeng'aa mtoto wa kike, nimependeza hatari. Nilifika ofisini pale na kuwakuta wenzangu tuliokuwa tunafanya kazi ya usafi wote. Niliweza kumuona na Lucas bado maisha yake ni vile vile hayaeleweki. Pango pakavu tia mchuzi. Wenzangu wakaanza kunipa hongera ya kupendeza sana, na Lucas naye akajitoa kimasomaso na kuja kuniambia kuwa sasa hivi nimependeza sana na nimezidi kuwa mzuri. Nikamwambia asante, na pia nikamshukuru kwa kuniforce kipindi kile nimkubali Mr. Badman, kwa sababu ningekataa basi mpaka sasa hivi na mimi ningekuwa naendelea na kazi ya usafi. Ila sasa hivi ni mke wa tajiri. Huo ndo mwisho wa story yangu inayokwenda kwa jina la Mr. Badman.